Hello. Testing, testing. Hello, testing. Right. Engineers. Ukilitaka zaidi ndugu brother mpenzi mtazamaji, tukiwa katika harakati ya kuweza ni kulianzisha filamu hii moja maridadi Altitude, wakiwemo ndugu brother mpenzi akina Diamond Solar Studios wataweza yani pale ndugu brother kuweza ni kuliandalia filamu hii hapana machezo. Akina Altitude High Entertainment wote watakuwemo hapa ndugu brother mpenzi mtazamaji, na ukilicheki zaidi ndugu brother utaweza ni kulipata title Rairi Cinema, title yenyewe ikijulikana kama No Way Up. No Way Up ndugu brother mpenzi, ikiwa ni title Rairi Cinema maridadi. Right, kumbuka ndugu brother ni katika harakati ya mwanzo. Hii ni kumaanisha kwamba bado filamu iko mbichi na tuko katika harakati ya kuweza ni kuintroduce mastering ambao ndugu brother mpenzi wataweza ni kuliandalia filamu hii moja maridadi. Akina Grace Nuttall ndugu brother mpenzi wote watakuwemo katika hizo maeneo, Phyllis Logan, na ukitizama kwa karibu ndugu brother mpenzi utaweza ni kulicheki yani kwamba tuko katika upande wa bahari, na si bahari pekee, tuko mule ndani katikati ya bahari upande wa chini. Tutaweza kulijua ni kwa nini tuweze yani pale ni kulipata introduction katika hizo maeneo. Unaona ni nini haswa iliweza ni kulitendeka katika hizo maeneo ya bahari, ambapo tunaweza ni kuliintroduciwa filamu yetu kwa upande wa bahari. Kumbuka ni katika harakati ya kuintroduce akina Handy Gray, wote watakuwemo kwa kuandalia filamu hii moja maridadi. Kipindi ni katika harakati ya mwanzo. Matthew Barton wote watakuwemo katika hizi maeneo. Andrew Boda ukilitaka zaidi pia atakuwemo katika harakati ya kuweza ni kukuandalia filamu hii. Kumbuka ni katika harakati ya kuweza ni kuintroduce mastering ambao wataweza ni kulichungulikia filamu hii hapana machezo. Peter Tochi, Crystal Coleman wote watakuwemo starring katika hizi maeneo. Willie Clark, na ni katika harakati ya kuweza ni pale ndugu brother mpenzi kuweza ni kukuanzisha mwanzo, na hapa tutaweza kulipata hapa kuna mwili ya mtu fulani. Kuna mwanadada ndugu brother mpenzi tunaonyeshwa aliweza ni kuweza ni kulizama katika bahari, na ni kumaanisha kwamba aliweza ni kulipoteza maisha yake upande wa bahari. Aliweza ni pale ndugu brother mpenzi kuweza ni kulidrown. Nani huyu? Hapa tutaweza kumpata mjamaa anajulikana kama bwana Botin, ambapo ndugu brother alikuwa katika harakati ya kuweza ni pale ndugu brother mpenzi kufanya nini? Kuweza ni kuliota. Kumbuka huyu ni bodyguard ya mwanasiasa fulani katika maeneo ya US, na alikuwa akiweza ni kulipewa responsibility ya kuweza ni kulichunga familia yake yule mwanasiasa ambaye pia ni governor katika maeneo fulani upande wa USA. Na kila wakati kwa sababu yule mwanamke aliweza ni kuliangamia akiwa chini yake, hiyo ndoto huja kila wakati kuweza kumsumbua, na pale huweza ni kujilaumu kila wakati kuweza ni kuliona ya kwamba aliweza ni kulikosa kufanya kazi yake jinsi iliweza ni kulitakiwa. Right. So hapa ndugu brother mpenzi, windows and doors closed. hapa ndugu brother mpenzi tutaweza kulipata kwamba ni katika harakati kuweza kulisikiza news hapa, ikiwa ni masaa za asubuhi akiweza kulisikiza news, na akaambiwa akasikia kwamba kuna weather katika hizo maeneo sio nzuri, kwa hivyo pale watu waweza kulitulia katika maeneo zao, na hapa aliweza ni kulipewa ushukani na yule bwana governor aweze sindikisha mwanawe msichana wake anajulikana kama Ava, ambaye alikuwa kuweza ni kulisafiri kutoka hii maeneo ya Lax kuenda Las Cabos maeneo ya USA. Na baadhi ndugu brother mpenzi aliweza ni kulipatiwa jukumu ya kuweza ni kuwa bodyguard wake. Na hapa tutaweza kupata Jed akiwa na rafiki yake hapa Kyle. Walikuwa marafiki sana. Jed pale ndugu brother mpenzi ni chali yake, ama kulitaka ni zaidi ni boyfriend wake yule daughter wa governor. Manzi yake wamefika. Unaona? Na kwani leo amepewa babysitter. Nilidhani ya kwamba
uta have a good time na demu wako, kwani huyu nani ambaye anamsindikisha? Aisuru. Right. Hapa ndugu brother mpenzi, yule ni bodyguard ambaye aliweza ni kule asainiwa na yule bwana governor aweze ni kumsindikisha the only daughter ambaye anajulikana kama Ava. We, kwani na nilidhani hii safari ni yetu sikiu tukiwa wawili, mbona unakuja na mtu hapa? Akamwambia daddy alilazimisha kwamba tusindikishe, lakini usijali, umejua nini, hata kama atakuweko atashughulika na mambo yetu. Wewe ndio bodyguard. Mimi ndio bodyguard. Kumaanisha unajua kila kitu. Wale watu ni akina nani? Ukiangalia pale au ni watu wenye wanasafiri pamoja na sisi. Na ule mwingine ako pale hivyo. Yule yule ni boyfriend wake nani? Boyfriend wake huyu manzi ambaye anachunga. Na wale wengine wamenyoa nywele. Hao ni walikuwa wanajeshi pia, lakini siku hizi waliretire, wanaenda katika kusherekea. Unataka niendelee? Mjamaa wetu Kyle akaona huyu mjamaa amejua story mob maridadi. Right. So ikiwa pale katika introduction, kumbuka huyu ndiye atakuwa bodyguard wake nani? Manzi wetu. Lakini chali yake manzi wetu amejam. I thought tutakuwa na good time. Sasa wewe hapa unafuatana na huyu mzae. Akaambiwa na manzi, usijali, wewe ndio wangu na usiwe ukawa na wasiwasi. Nimewaona mchunge zaidi mbele yangu, mimi ndio nafaa kuangalia huyo manzi. Chukua simu, babako anaongea na wewe. Aisu. Right. So pale babaka aliweza kumpigia simu kumuishia safari njema. Tizama. Sleep in that blooming thing if I let you. I'd love this old cap. If it wasn't for my time in the army, I'd have never met your nana. What's wrong now? Nothing, dear. As you grow up. Right. Tuweze kumpata huyu madam anajulikana kama Madi Nana. Huyu ni grand mother wake huyu manzi wetu, msichana wetu mdogo anajulikana kama Rosa. Na kisha rutikando pale ni bwanake ambaye ni grandfather wake nani? Rosa. Marida. Wote pia walikuwa wakiwa katika safari na waliweza kulitakiwa kuweza kulisafiri na lile ndege kutoka maeneo ya Wax kuelekea eneo la Los Cabos. Marida. Pushi tena pose kabisa. Basi ikiwa ni katika harakati kuweza kulitoa vinambulisho, yule mtu akaona huyu ni msichana wa governor. Babako namjua. Wewe ni msichana wa governor. Very good. Hata mimi kura yangu nitampigia. Sikiza. Yeah, my father is the governor. Hey, he's got my vote. He's everywhere. I knew that shrapnel in my butt would set the scanner alarm off. You know about my shrapnel, don't you? Right. Marida. Katika harakati ya kuweza kulitembea msichana wetu Rosa aliweza kuliangusha yule doli wake. Na anampenda sana yule doli. Anampea jina kama TB. Marida. Yani wewe unawezaje kuwa na bodyguard? Msichana mkubwa kama wewe unakuwa na bodyguard? Umejua babangu akutu, yani ananipenda na angetaka chochote kinifanyikie. Pale manzi wetu akaona kale kadoli kaka upande wa chini. Unaona? Sura akushughulika. We, msiwe na wasiwasi. Hii safari ni yetu na niko na chali yangu hapa. Yule bodyguard atakuwa lakini hatashughulika na mambo yetu. Unafaa kukipenda mtu wako unakaa pamoja na yeye. Kyle anasema. Wewe Kyle umependaga kuchochea mambo. Aisu. Rafiki, usikubali mtu kuwafuata nyuma. Aisu. Right. Waliweza ndugu brother mpenzi ni kule kutoka. Wewe endeleeni kupiga mshene, mkimaliza mtanifuata. Tuweze kumpata basi yule bodyguard. Ako katika hizi maeneo. Kashi yake ni kuweza ni kulicheki na kuweza ni kuhakikisha kila kitu iko swari. Unaona? Right. Tizama. What is it? Will you lose something? Mr. Tibbs. Oh no, Mr. Tibbs. Rosa? Kidogo. Right. Msichana wetu kugundua kwamba mpoteza tebi yake, akaweza kukimbia kuweza kulitafuta. Lakini pale manzi wetu Ava alikuwa ameiokota. We, msichana kimbia ukiangalia mbele. Otherwise, hiyo ni makosa, umenimwagia kahawa. We, nilikwambia hapa kuna watu na unafaa kuangalia mahali unaenda. Is this it? Right. Hiyo kitu natafuta?
Asante sana. Usijali, hapo mwanzo nilikuwa rude lakini I'm sorry. Unaona? Mimi unaelekea wapi? Akasema huyu ni msichana wangu, ni granddaughter wangu na amefunga shule, kwa hivyo pale pia yuko katika safari ya kuelekea katika maeneo ya Los Cabos kwenda kupata good time upande huo. Unaona? Kisha tutamrudisha kwa mamake Aisha. Kumbuka huyu ni Rosa. Unaona? Na ako hapa na grandparents wake. Umesaidia ako kwa mtoto. Alikuwa amepoteza hiyo nini Dolly Aisha. So babako amesema niweze nikuchunga, lakini usije ukaa na wasiwasi. Wewe ni msichana mkubwa. Hata ingewezekana singeweza nikukufuata, lakini juu ninalipwa na babako, mimi ni lazima pale nifanye kazi yangu. Lakini ambia chali yako sina ubaya, na hata nikiwa hamtajua kama niko. Unaona, kwa hivyo pale mtaendelea na shughuli zenu kama kawaida, otherwise tuko pamoja. Aisu right hapa nani mjamaa wetu Jed alikuwa na wasiwasi sana. Kumbuka aliweza nikulitaka time kuweza enjoy na mpenzi wake. Unaona? Lakini sasa anashindwa, mpenzi wake naye ametumiwa bodyguard. Huyu bodyguard huenda atakuwa kikwazo katika shughuli zao. Aisu, ambia chali yako asiwe na wasiwasi. Kama unavyoona, mimi nitakuwa tu pale nyuma. Kuhakikisha kwamba kuna kitu mbaya ina happen. Aisuru. Manzi wetu aliweza kumshukuru, akamwambia wewe na kuamini, umetufanyia kazi miaka nyingi na hivi basi unajua kazi yako. Unaona? So waliweza kuliongea ndugu brother, huku wakingojea ndege iweze kulitoka, na maridadi hapo waliweza kuliannouncewa kwamba wanatakiwa waweze kulipanda upande wa ndani, kwani pale ndege iliweza kulitakiwa kuondoka baada ya dakika 5. Aisuru, karibuni karibuni kwa ndege yetu inaitwa Ice Airlines. Karibuni. Tunawakaribisha wote wageni. Ako inakaa wanaishi kwa furaha. Hata mimi siku moja nitakuwa na furaha hivyo. So ni katika ndugu brother mpenzi, katika harakati ya kuweza kuingia upande wa ndani, waweza kuliondoka kuelekea katika hizo maeneo ya Los Cabos. Umeona yangu? Yangu ndio hii. So ni katika harakati ya kuweza kulionyesha passport wakipenya upande wa ndani. Maridadi. Right. Tuweze kumpata hapa bodyguard wake manzi wetu Ava. What? Mimi nimepangwa kiti ya nyuma, kwa hivyo nyinyi kaeni huko mbele, niko rada, msije mkawa na wasiwasi. Aisuru. Mjamaa wetu alifurahia, Jed aliweza kulifurahia na kuona ya kwamba enyewe at least atapata privacy akiwa na mpenzi wake. So hapa tuweze kumpata mjamaa wetu anajulikana kama Robin, ambaye ni mfanyikazi katika ile ndege. Anaweza kuwaonyesha jinsi ya kuweza kulifunga belt, jinsi ya kuweza kutumia vitu kadhaa katika maeneo hile in case kuwe na emergency. Lakini hapa mjamaa wetu Kyle, rafiki yake Jed, anamuenjoy. So anatuonyesha hata vest venye inavaliwa. Na firimbi ni ya nini? Firimbi ni ya nini? Kwani kuna watu wanaenda kucheza bola hapa? Akaambiwa na manzi wetu, acha hizo. Acheni hizo, nyinyi watu wakubwa. Unaona? Lakini mjamaa wetu Robin hakufurahia. Unaona? Hakufurahia. Na hapo ndipo ndugu brother mpenzi, ikawa ni katika harakati ya kuweza kulipaa upande wa juu ya anga, kumaanisha kwamba ndege yetu iliweza kutoka katika maeneo ya kuelekea Los Cabos katika maeneo ya Amerikani. Maridadi. Right. Tuweze kumpata manzi wetu basi pale na chali yake Jed katika harakati ya kujadiliana. Unaona? Walikuwa wamependana zaidi, na hapo kila wakati ndugu brother mpenzi mtazamaji, manzi wetu ambaye alikuwa anasomea law, unaona, alikuwa break kidogo pale kutoka university, sababu aliweza kulipata chance ya kuweza kulisafiri. So aliweza kutoa lile kitabu, akamwambia babako anajaribu yani kutulipia tukiwa wawili. So huyo baba anapenda kijana shemeji. So ndugu brother, ikawa ni katika harakati ya kuweza kulipewa refresher. Uko na changa? Akaambiwa hapa kwa ndege tunanga changa, lakini utaweza kulipata nini? Utaweza kupata hizo. I'm sorry yake kuweza kulimwaga hivyo. Lakini mjamaa wetu Jay aliongea mbaya. Waacha kumwambia sorry. Huyo ni mtu amezoea kuinama. Hiyo ni kazi yake. Mjamaa wetu Robin hakufurahia. Unaona? Akampea pombe, akajua wewe nitakufunza adabu, akamwagia. Kwani unafanya nini? I'm sorry. Chukua hii kitambo ujipanguze. I'm sorry.
Lakini ujue nani? Robin amelipisha kizazi. Na urimo huyo kijana ako na ujinga. Nilikuwa pia nataka kunichoma makagaris, lakini hana bahati. Nimevaa longi tatu. So tuweze kulipata ndugu brother katika harakati ya kuweza kucharadisha ndege iweze kulipa juu. Alright. Ikiwa ndugu brother hawatu wanaweza kulipewa vinywaji, unaulizwa nataka ni we hapa atuendi band. Unaona? Hatuwezi kulicheka upande wa nje. Manzi wetu Rosa anachungulia kwa dirisha, anaona ile engine ya ndege. Unaona? We chukua chocolate yako ile unapendanga. Asante grandma. Marida. So ndugu brother katika harakati ya kutaria ili waweze kulipa upande wa juu, na wakaweza ni kuliondoka kama kawaida, huku wanaweza ni kulipiga story. Unaona? Hakikisha tumeenda hii safari, na next time tukienda utahakikisha umebeba vitu kadhaa. Unajua granddaughter yangu anapendanga kuku. Tulisahau hata tulikuwa tukuchinjie bata. Unaona? Ni katika harakati ndugu brale ya kuweza kujadiliana. Hello, mko poa? Na manzi wetu Rosa akaweza kulichungulia upande wa nyuma na akaona Ava yuko pale. Niko hapa upande wa nyuma. Kila kitu iko shwari. Maridadi. Right. Tuweze kulicheki ndugu brother mpenzi katika kuweza kuliondoka katika zile maeneo wakielekea katika maeneo ya Los Cabos. Mzae, utakunywa nini? Lakini bodyguard aliweza kusema mimi sitaki chochote, nataka tu kupumzika. Unaona? Right. Wakiwa ndugu brother mjamaa wetu Robin akiweza kulipeana vinywaji katika zile maeneo. Unaona? Wakaweza kulipa. Lakini katika harakati ya kuweza kulipata pale ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kumbuka hapo mwanzoni waliweza kulipata warnings ya kwamba weather haikuwa nzuri. Unaona? Aisuri. Hii ndege hata ukiangalia upande wa nje ni kama tuko chini. Hata ukiangalia hizi mabawa zinakaza tule tundege tudogo. Akaambiwa acha ujinga. Acha kumake jokes, vitu si za jokes. Unaona? Achana na Jade na Kyle huwa na ujinga. Lakini kidogo hivi kulianza kutetemeka ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na maabiria wakaanza kushindwa, lakini upande wa nje ndugu brother ukicheki kuna tu vitu tumeweza ni kulipenya upande wa nje. Inaonekana ndugu brother mpenzi kuna tundege tumeweza ni kuligongwa na upande wa engine. Unaona? Engine ya ndege ndugu brother mpenzi imeweza ni kulipita na tundege upande wa nje. Na kitu kama hii inakuwa hatari zaidi. Unaona? Maajali nyingi za ndege uweza ni kusababishwa na wanyama ama tundege twa angani tukiweza ni kulipenya kwa engine. Unaona? So hapo nje ndugu brother mpenzi engine iliweza ni kuligongwa na tundege na ndege ikaweza ni kulipata jeraha kidogo. Kama mnavyoona ilikuwa ni bumps kidogo. Hata juu angani kuna kuwaga na bumps, lakini msije mkaa na wasiwasi. Kila kitu iko shwari. Waliweza ni kulihakikisha pale na mjamaa wetu Robin ya kwamba kila kitu iko shwari. Right. So ni katika harakati ya kuweza kuliana, lakini kidogo manzi wetu Rosa anachungulia, naona engine inatingika. Engine ikaanza kupata moto. Manzi wetu msichana wetu Rosa akaita nyanyake. Shosho, hebu angalia engine. Shosho wakachungulia ndugu brother maskini. Engine imeweza kulipata moto maskini. Wakajua hapa kuna shida. Funga bell. Unaona? Funga bell. Kumbuka engine ya ndege inaweza kupata shida na hata bado ndege inaweza kwenda na engine moja. Unaona? So waliweza kujifunga nini? Seat belt. Unaona? Kila kitu ndege ikaanza kulipata kutingika. Unaona? Ndege ikaanza kutingika maskini ndugu brother mpenzi mtazamaji. Huku rutikando wako katika juu ya anga. Unaona? Wako kwa juu ya anga. Ndege ikitingika upande huu ndani. Na huku wale maflight attendants wakiweza kuhakikishia kwamba kila kitu iko shwari. Lakini bodyguard aliweza kuchungulia kashindo nini? Kucheki upande wa engine. Ile engine ndugu brother imeanza kuliteketea kabisa. Kidogo hivi chombo fulani iliweza kulingoka upande wa engine na kugonga dirisha ya ndege, na hapo shida ikaweza kulianza. Kumbuka iliweza kulipasua kioo ya ndege na ndani ya ndege ikaweza kuliingia hewa. Iliweza kulifuruga wale watu wote waliweza kulikuwa upande wa ndani. Maskini sasa hapa ni Mungu wangu, Mungu niponye. Unaona? Hapa ni Mungu niponye. Ndege ikaweza kuliraruka upande moja na maabiria wakaweza kulivukishwa nje kulingana na upepo mkali. Unaona? Hapa sasa ndugu brother mpenzi ni hapa Mungu wangu niponye. Na kumbuka wako katikati ya anga. Unaona?
huyu naye ndege kaza nikulingoka na kiti, maskini akatupa upande wa nje. We nisaidie, help me, lakini unasaidiwa haji. Unaona, unasaidiwa hapa, unasaidiwa haji maskini hapa. Watu ndugu brother wakaanza kulirusha upande wa nje. We ngwate mwana kiviti, nishike mkono bwana, nishike mkono. Lakini wapi ndugu brother, utashikwa mkono na nani? Unaona hapo ndugu brother mpenzi, lile ndege liliweza ni kulilose control. Unaona maskini, lile ndege liliweza ni kulilose control, huku rutikando manzi wetu Rosa, chali yake Jed na rafiki yake Kyle, na pale Robin flight attendant, Rosa na nyanyake, na kisha rutikando grandfather wake na maabiria wachache wako upande wa ndani maskini. Na ndege sasa ndugu brother inaelekea upande wa chini. Ndege lenyewe likaanguka wapi? Ndege lenyewe likateremka mpaka uchini ndani ya maji mashikini. Tizama. Maskini ndugu brother mpenzi mtazamaji, ndege liliweza kulilose control na ikaanguka upande wa ndani ya maji, huku rutikando mjama wetu Kyle ameweza kulivunjika mkono. Unaona? Na kumbuka ndege lenyewe liko ndani ya maji. Sasa kumbuka sasa ni katika harakati ya lile kichwa kuweza ni kulikunywa maji na kuweza ni kulielekea kuteremka mdogo mdogo ndani ya maji. Unaona? Lakini bahati nzuri manzi wetu, chali yake na marafiki zake walikuwa wamekaa upande wa nyuma. Unaona? Walikuwa wamekaa upande wa nyuma. So ndege lenyewe lilipoanguka ndani ya maji, maskini ilianza ni kulikunywa maji na upande wa mbele. Lakini sasa uzuri, hawa manzi wetu na jamaa zake walikuwa wamekaa upande wa nyuma. Unaona? Wako katika maeneo fulani ambapo ndugu brother mpenzi lilikuwa bado alijaweza ni kulipata maji. Unaona? So hapa inabidi waweze ni kulisonga na upande wa nyuma ili wasiweze ni kulifikiwa na maji, hata ingawaje lile ndege lilikuwa likiendelea na kuzama upande wa chini. Right. So ndege lenyewe liliweza ni kulianguka, na katika bahari Pacific Ocean ukilitaka zaidi kuna tumawe huko upande wa chini. So iliweza ni kulikwama kwa jiwe upande wa chini. Unaona? Right. Tizama. Right. Maridadi. Maskini manzi wetu, chali yake, kisha rutikando pale Kyle, flight attendant na Rosa na nyanyake waliweza ndugu brother mpenzi ni kulianguka upande wa chini ya bahari. Lakini bahati nzuri ndugu brother mpenzi mtazamaji, mahali pale manzi wetu Ava alikuwa ameketi pamoja na crew yake, haikuweza ni kulifikiwa kwa maji wakati ule. Lakini kidogo wanaona maji inapiga makelele, kumaanisha kwamba kuna kitu inaendelea na kuingia upande wa maji. Ni nini? Kuchungulia kidogo wakaona ni kichwa mtu. Maskini kuangalia ni yule manzi wetu kale kasichana kanaitwa kama Rosa. Kuja hapa Rosa huko ameshikilia lile doli lake. Kidogo hivi ni bodyguard wake manzi wetu anajulikana kama Bako. Unaona? Na kisha rutikano pale wa nyuma ni nyanyake manzi wetu anajulikana kama Mada Nana. Maskini. Lakini hapa sasa amefini. Unaona? Amekunywa maji amefini. So lazima pale rutikanda aweze kulifanyia first aid. Hapa flight attendant amefanya first aid. Of course akaweza kulimpea kitu inaitwa resuscitation. Unaona? Akamfinya kifua, akamfinya. Hii kumbuka ndugu brother ni lile first aid ufanywa watu mara ya kwanza especially kama mkunywa maji. Unaona? Ama umeweza kulipoteza hewa kidogo. Akamfinya na kisha rutikana nyanya wetu Mada Nana akaweza kulifanya nini? Aliweza ni kulitapika maji maskini. Pozi kabisa. Right. Waliweza kulikokoa maisha yake. Unaona? Mjama wetu Robin aliweza kulikokoa maisha yake Mada Nana ambaye ni grandmother wake yule manzi wetu Rosa. Unaona? Wow. Thank you very much. Unaona?
akauliza na bwanangu ako wapi? Unaona? Lakini pale bodyguard wake manzi wetu Ava aliweza kumjulisha kwamba hakuweza kumake it. Unaona? What? He's dead. Is dead. Masikini. Na hapo waliweza na kulishikwa na huzuni. Hiyo ni kumaanisha kwamba grandfather wake manzi wetu Ross aliweza na kuliaga dunia. Lakini sasa bodyguard wake manzi wetu Ava aliweza kuambia sasa si wakati ya kuweza ni kujilaumu. Unaona? Sasa si wakati wa kuweza ni kulifikiria negativity. Hapa ni lazima tufikirie jinsi tuweze kulisurvive. But nzuri mali mko hapa ni airtight. Unaona? Hakuna, tuko na hewa hapa ambayo inaweza kutukalisha kwa muda. Kwa hivyo sasa hapa ni lazima tutumie akili yetu kufikiria jinsi tutaweza ni kulisaidika. Si wakati kuweza ni kulifikiria negativity. Ingawaje ndugu brother mpenzi ukicheki ameweza ni kuliumia kidogo. Lakini sasa unafikiria negativity ama positivity na uko ndani ya maji, mtaweza kusaidika haje? Unaona? Akaambia hapa ndani ya maji ukiangalia temperature Simba iko about 30 degrees. Bado si baridi sana. So tuko na hewa hapa tunaweza kutumia. Unaona? Ingawaje lazima pale tuweze kulijua jinsi tutaweza kulisaidika. Unaona? So aliweza kuambia nini? Hapa tutaweza ni kulistay put. Hakuna mtu ambaye anazunguka, msizurure, mkue calm, msipanic, mtulie. No. Manzi wetu kucheki signal, hakuna signal, masikini. Airtel haifanyi, hata Safaricom imezima. Masikini. So hapa sasa tutasaidika aje? Manzi wetu aliuliza. Akamwambia sasa mali tuko hapa, tuko safe kidogo. Unaona? Na hivyo basi ile kitu ningetaka mfanye muweze ni kulitulia nikifikiria jinsi tutaweza kulifanya. Sikiza. Sure about that? Because you were pretty sure we'd be fine after the birds hit us. Shut up! He's right. There's the transponder too in the black box. Help will be on the way. We just wait it out. But we will need oxygen. There should be 2 emergency tanks. And back. Right. Robin ambaye ni flight attendant aliweza kuwajulisha kwamba luckily enough kabla tuweze wakati tuliweza kulipata emergency pilot aliweza kulicommunicate na nani? Aliweza kulicommunicate upande wa nje. Unaona? So, huenda tutaweza kulipata rescue team ikiweza kulikuja katika hizo maeneo. Unaona? So hapa mjamaa wetu Kyle aliweza kulipinga kidogo, akaambiwa shut up. Unaona? Kuna kitu inaitwa black box, na black box obviously iliweza kulituma message na iko na record ya kila kitu ambayo imeweza kulifanyika. Kwa hivyo lazima pale rescue team iko njiani inakuja. Kwa hivyo Robin, enda uangalie kuna tank 2 za hewa zinakuaga kwa ndege. Kwa kila ndege lazima kuwe na tank 2 ya hewa. Lakini Robin aliweza kulicheka akapata ziko empty. Maskini, kumbe yule manzi wetu ambaye aliweza kuliaga wa flight attendant ambaye anasaidiana na mjamaa wetu Robin aliweza kulihakikishia Robin ya kwamba angeweza kuzijaza, lakini hakuweza kufanya hivyo. Maskini mjamaa wetu akaamua kwamba ataweza kuliteremka upande wa chini. Kuna zile tank ziliweza kuliingia na mascuba divers. Mwanzo hapo ndugu brother mpenzi ukikumbuka, kuna watu wawili waogeleaji ambao pia walikuwa na vifaa vyao waliweza kulipenya upande wa ndani, na hivyo basi wako na zile vitu zenye zimebeba hewa. So Cabin ambaye ni bodyguard wake manzi wetu Ava aliamua ataweza kuliteremka upande wa chini kuweza kulicheck kama ataweza kuliziona. Unaona? Maskini hapa ni upande wale passengers ambao waliweza kuliaga wakiwa wameketi chini. Kumbuka walikuwa wamejifunga na safety belt, wengi wao ni wazae ambao walikuwa wakienda likizo holiday, na hivyo basi pale wangeweza kujisaidia. Grandfather wake manzi wetu Rosa ndio huyo alitumwa alete kofia yake. Unaona? Akaweza kulichukua lile kofia. Good. Hapa ni katika harakati ya kuweza kulipenya upande wa ndani, kumbuka na hold breath, akaweza kulicheki, akaweza kuliangalia kama ataweza kulipata tank moja upande ule wa ndani. Huku Rutikando manzi wetu na crew yake wakiwa wanangojea huku kwa hamu na gamu. Unaona? Jamaa wetu akachungulia, lakini kidogo hivi katika harakati ya kuchungulia aliona nini? Aliona upande wa nje ndugu brother kuna kitu kama shark.
Unaona? Akaweza kulitegea ili aweze kulipenya faster. Unaona? Katika harakati maskini Shaki iliweza kulitana na kisha Rutikando ikaanza kumwataka. Mjamaa wetu Kobe, ule bodyguard wake manzi wetu akaanza kuliatakiwa na wale crew akina Ava wakaweza kulicheki. Wakasikia kuna vita upande wa chini wa maji. Hiyo nini? Hiyo inakaa kama kuna vita upande wa chini wa maji. Maskini. Unaona? So hapa wakaweza kuchungulia kwa hamu na gamu, waweze kuliona nini kinachoendelea pale. Huku Rutikando wakimngojea wakamuona ametokezea. Wow, Cabin. Welcome. Lakini Cabin ndugu brother ameatakiwa. Mimi sioni nikiendelea na hii safari, kwa hivyo inamaanisha kwamba mtaweza kuendelea mkiwa peke yenu. Otherwise chukua nini? Chukua hii chombo na hii kofia enye ulikuwa umenituma shosho, chukua ya bwanako. Maskini akaambia manzi wetu, nimejaribu jinsi ninaweza, lakini sitaweza kukusaidia. Nimekuachia hiyo ushukani uweze kulitake care ya crew. Inamaanisha kwamba mtaendelea na hii safari bila mimi. Katika ile harakati ya kuongea, ndugu brother mpenzi mtazamaji, mjamaa wetu Kabi aliweza kulivuruta upande wa chini na lile shark maskini liliweza kuvuruta mjamaa wetu na kuweza kulipenya na yeye upande wa chini maskini. Hii ni kumaanisha kwamba Cabin aliweza kulitambarishwa na lile kitu waliona damu. Unaona? Waliweza kuliona damu. Hii ni kumaanisha kwamba mambo yake mjamaa wetu Cabin iliweza kulikuwa ni evil. Masikini. Shida kwota. Wafanye nini ile watende nini? Kumbuka wako upande wa chini wa maji. Unaona? Na yule mjamaa ambaye walitegemea waweze kuwasaidia, sasa pale mambo yake imeweza kuisha hivyo. So waliamua wataweza kulisonga na upande wa nyuma. Kumbuka ndege liliendelea na kuzama mdogo. So jinsi inavyoendelea na kuzama mdogo ndio jinsi wanaweza kusonga na upande wa nyuma ambayo ilikuwa ni airtight. Haikuwa imeweza kulifikiwa na maji. Manzi wetu aliweza kulishindwa atafanya nini? Unaona? Lakini Shosh hapa amkutaka zaidi mada Nana aliwaambia, mimi I think nitaanza kushughulikia huyu kijana. Huyu kijana hii mkono atapoteza damu nyingi. Kwa hivyo kijana nataka ukae mahali. Hii mkono inataka vitu viwili ngumu. Unaona? Tafuteni kitu ngumu kidogo tuweze kufunga kwa hii mkono. Unaona? Maskini mjamaa wetu Kyle aliumia. Leta hiyo first aid kit. Unasikia? Akamwambia nasikia vibaya. Ninasikia vibaya. Mnaniuliza nasikia aje? Nasikia vibaya. Uoni mkono wangu imevunjika. So Shosh alikuwa nurse. Unaona? Wakati alikuwa army nurse ambaye alikuwa anashughulikia wale wanajeshi wameumia wakati alikuwa upande wa Lebanon. Maskini. Unaona? So ameweza kulishughulikia hapo, aliweza kurudisha ile mkono. Ngite mujinga. Unaona? Yaani ile uchungu mjamaa wetu amesikia, amejikuta ametukana Shosh na kila aina ya matusi. Otherwise Shosh aliweza kumsaidia na kurudisha lile mfupa na kufunga lile mikono jinsi ilikuwa inafaa. Unaona? Maga hii kitu iko na uchungu. Hiyo kitu iko na uchungu. Naambiwa sasa itabidi uweze kulitulia. At least tumeirudisha kwa line. Umeirudisha kwa line. I see. Right. So Shosh hapa kumbuka kama nilivyokuambia alikuwa Aminas ambaye ameshiriki katika vitengo vingi vya kuweza kusaidia wanajeshi wanapoumia. Unaona? Right. Tuweze kulipata upande wa juu. Ndege ziliweza kulichumwa ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kuna chopper iliweza kulitumwa na rescue team waweze kulitafuta katika ile maeneo ambaye last communication iliweza kulitoka, na hivyo basi iliweza kulitumwa katika zile maeneo iweze kulitafuta na kuangalia kama wataweza kulicheki chochote ambacho kitaweza kuwaonyesha mahali lile ndege liliweza kulianguka. Marida waliweza kulifika katika zile maeneo, wakajua kwamba kuna kitu 15 minutes. Aume mko na 15 minutes muweze kulitafuta, la sivyo tutaweza kurudi kwa sababu weather pia si nzuri. Wakaendelea kuangalia, wakaangalia dakika 10 zikaisha, wakaangalia lakini kidogo hivi walikuwa katika harakati ya kuweza kuliamua sasa waweze kulirudi kwa base. Unaona?
Wakiwa katika harakati ya kuweza kuliamua warudi kwa base, waliona chombo fulani aisuru huku rutikando upande wa ndani wa lile ndege. Wajamaa wetu wanashindwa watafanya nini wala watatenda nini. Manzi wetu akamwambia chali yake, I'm sorry, kama si mimi aungejipata kwa hii shida. Lakini chali alimwambia usijali, si makosa yako, hakuna mtu alitarajia kitu kama hii iweze kutendeka. Unaona, tutaweza kulifaulu na tutatoka katika hizo maeneo tukiwa salama. Unaona? Right. So hapa lazima ndugu brother mpenzi manzi wetu aweze kulifikiria ataweza ni kulifanya nini. Kumbuka mjama wetu bodyguard wake alipoweza ni kulichukuliwa na lile shark, kabla aweze ni kuliangamizwa, aliweza kuambia manzi wetu ya kwamba amemwachia ushukani, na ili hiyo ni kumaanisha kwamba ile mambo yote alikuwa aweze ni kulifanya kuweza ni kulisaidia hao watu, lazima pale manzi wetu ndiye aweze ni kulifanya kuwasaidia. Na kumbuka wako na masaa machache na lile hewa ambalo liko ndani ya lile cabin, na ndege lenyewe linaendelea na kuzama mdogo mdogo. Watafanya nini wala watatenda nini? Sikiza. We don't know how damaged the aircraft is at the front. The black box could be miles away. We might not have enough air to last us. Brandon bought us some time. We'll be fine, Jed. How are you doing, young man? Oh, good as new. I could pitch for the fucking Dodgers. Where'd you learn how to do that? Nana was a soldier in the war. I was an army nurse. A lieutenant. Served in Iraq. That's where I met Hank. I treated his shrapnel wound. Right. Waliweza ndugu brother mpenzi ni kujadiliana pale. Kumbuka ni lazima pale waweze ni kulifikiria wote jinsi pale wangeweza ni kulisaidiwa. Unaona? Huku rutikana wakiwa na imani ya kwamba huenda rescue team wataweza ni kulitrack lile black box na wataweza kulijua wako katika maeneo gani katika lile bahari. Wako katika Pacific Ocean. Na hapo nyanya wetu aliweza kuambia ya kwamba alikuwaga army nurse. Aliweza kuliserve kama lieutenant katika maeneo ya Iraq. Na hapo ndipo aliweza kulipatana na grandfather wake Rosa. Unaona? Na pale tangu siku hiyo hawajaiweza kuachana. Hivyo basi alijuta zaidi imagine ya kwamba haongeweza kulionana tena. Hiyo ni damu. Yaani hizi vitu zinakula watu wamekufa. Masikini, sikiza. Right. Ndugu brother, katika lile harakati waliweza ni kulisikia masauti. Unaona? Waliweza pale ndugu brother mpenzi ni kusikia masauti. Kumaanisha kwamba lile shark lilikuwa likitafuta jinsi ya kuweza ni kuwafikia. Tafadhali ningeomba ya kwamba ukue calm. Tuko na shosho hapa na tutaweza kulifaulu. Huku ruti kando upande wa nje. Tuweze kulipata lile kikundi cha chopa rescue team wako katika harakati ya kuweza ni kuligive up. Aume? Mimi sioni kitu. Itabidi tumerudi kwa base. Unaona? Itarudi yani pale tumerudi kwa base. Lakini katika harakati ya kuweza ni kulitaka kuliturn, waweze ni kulipiga simu upande ule mwingine kuambia kwamba hawajaweza kuona ni chochote. Mjama wetu mmoja kati ya wale mapilot aliweza ni kulispot kitu. Ni kama naona kakitu. Hakuna kitu bwana, turudini base kabla hewa ikuwe mbaya. Unaona? So waliweza kulipiga radio call ati wanarudi upande ule mwingine ndugu brother mpenzi mtazamaji. Huku rutukana ndugu brother mpenzi upande wa chini. Manzi wetu Ava akiwa na ile kikundi wakiweza kujadiliana watafanya nini. Ava aliwaambia hakuna namna nyingine. Hapa ni lazima tujue jinsi tuweza kulifikia zile scuba dive ambapo mjama wetu Corbin bodyguard wangu alikuwa ameenda kulizitafuta. Itabidi nijaribu juu chini niweze kuzichukua. Ziko mbili na tutaweza kuzitumia kupumua
tukisaidiana ili tuweze kutoka upande wa juu. Ai. Lakini mjamaa wetu aliwaambia sasa tutatoka upande wa juu na kuna shark. Shark iko hapa inatutegea. Hata tukiweza kupata hizo vitu za kupumua, tutaweza kutoka aje na shark inatutegea upande wa nje? Wewe uone hiyo kitu iwezekani? Unaona? Katika ile harakati ya kuweza kuongea ndugu brother mpenzi kujadiliana, huku wanashindwa enyewe. Anaongea ukweli, tutafanya nini? Hakuna venye tutatoka hapa hata tukiwa na hewa. Hii kitu inatungojea hapa. Shida kuota ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kidogo hivi wakaanza kutetemeka. Kumbe lile ndege linaendelea na kuteremka upande wa chini maskini. Lile ndege ndugu brother mpenzi mtazamaji linaendelea na kuteremka upande wa chini. So inamaanisha kwamba wanaendelea na kuingia huko chini deep end ya lile Pacific Ocean. Watafanya nini ndugu brother mpenzi? Wala watatenda nini? Unaona? Watafanya nini? Wala watatenda nini? Huku Rutikando Shark limeamua ya kwamba hakuna mali mnaenda. Niko upande wa nje na nawangojea. Maskini. Na lile ndege ndugu brother liliteremka likafika katika maeneo fulani hivi likakwama. Lakini kumbuka imeweza ni kulisonga deep down. Masikini. Unaona? Tizama. Right. Kidogo hivi ndugu brother, kumbuka juu ya pressure, jinsi unavyoendelea na kuteremka upande wa chini, ndivyo pressure ya maji inaendelea na kuzidi. Na huku lile hewa lilikuwa kwa lile cabin linaendelea na kupungua ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na kumbuka wako upande wa chini, huku Rutikando nini? Shark pia linawangojea. Unaona? So manzi wetu akaanza kulitembea kidogo. Akamwambia, we, hii maji ni kama imeongezeka wasi. Hii maji imeongezeka. Hatuna muda hapa. Lazima tufikirie tutafanya aje tuweze kutoka hapa. Unaona? Lakini pale shark naye ndio yule. Manzi wetu ameiona na akauma vako. Hataki kuambia ndio wapanic. Shark iko pale hivyo inawaambia nawangojea. Na hamu na gamu. Lazima nikule hizo nyama. Negoria adonie. Unaona? Lakini manzi wetu akamwambia enyewe ile kitu tunaweza fanya, kumbuka huyu msichana wetu ni mdogo lakini akiwa shuleni alisoma kitu. Akamwambia shark inaogopaga bubbles. We, mnamaanisha tutasikia mtoto mdogo akitu advice? We, nyamaza. Tusidharau. Saa hizi hatuna time ya kudharau idea ya mtu yoyote. Unaona? Msichana wetu akasema akiwa shuleni waliweza kulifunzwa kwamba shark inaogopaga bubbles. Kwa hivyo kama tutatumia bubbles tutaweza kuzisikia. Bubble tutatoa wapi? Ndio hapo mjamaa wetu akawaambia kwamba hizi vest ambazo ziko hapa ndani ya ndege ziko na hewa. Kwa hivyo tukizipuliza kidogo zitakuwa na hewa. Na tukiona shark tutazitoboa, na tukitoboa zitaweza ni kulitoa bubbles na tutascare the shark. Unaona? Hiyo ni idea poa. So tutafanya nini? Sikiza. They have to be, otherwise they wouldn't been allowed on the aircraft. Okay, but we can fill them. I don't think so, Kyle. No, come on. What about these little dudes, huh? They're buzzing out air when you pull on this string. Okay, so the tanks are useless to us, but they'll have other gear, right? If we're gonna get to the surface, we'll need masks and wetsuits. And we could look in the overhead lockers too. You think we can, Ava? I mean, swim to the surface? Even if we make it to the hull, that's a long way up without air. Yeah, I do. I have to try. You look in the overheads. I need a pee. Right. Ikawa ndugu brother mpenzi, baada ya kuchukua idea ya kwamba wataweza kulisikia zile sharks na bubbles. Right. Shida ni moja. Je,
hewa watapumua aje? Unaona? Kwa sababu wako chini. Manzi wetu aliweza ni kuliomba nafasi aweze ni kulikojoa, lakini ile kitu alikuwa anataka ni kuweza ni kulipata time akiwa peke yake kufikiria atafanya nini. Unaona? Akacheki picha ya mamake ambaye ndugu brother mpanzi wa mpendo mtazamaji. Mwanzo tuliweza ni kuliona akiweza ni kulidrown. Huyu alikuwa mamake manzi wetu Ava. Unaona? Akacheki picha yake akiwa na mamake, akakumbuka mamake aliweza ni kuliaga kwa bahari. Unaona? Na sasa anaweza ni kulipitia lile mambo tena. Unaona? Okay, upande wa juu tuweze kupata lile rescue team wakiwa katika harakati ya kuweza ni kuligive up. Mara yao ya mwisho wakaweza ni kuspot kitu. We ngoja. Kuna kitu upande wa chini. Kuangalia wakaona yenyewe hii ni lile ndege. Unaona? So hapo wakaanza ni kuliadvise wale madivers faster waweze ni kulipenya wapi, waweze ni kulijitayarisha waruke upande wa chini kufanya nini, kuweza ni kuliangalia kama pale wataweza ni kulipata survivors. Unaona? Kumbuka hawajui kama kuna survivors wote. Ni hao ilikuwa ni kuweza ni kulitafuta kama wataweza ni kuliona hata moja. So baada ya kuweza ni kulicheki lile debris ama kulitaka zaidi zile vyombo ambapo zimeweza kulitokana kwa lile ndege, waliweza ni kulituma upande wa chini. Wakaambiwa mko na kitu 20 minutes. Faster muweze ni kulipenya pale, muangalie kama mtaona survivor wote na kisha rutikana muweze ni kulicheki jinsi tunaweza kuwaokoa. Maridadi. Waliweza ni kuliruka upande wa chini ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ni hayo ikiwa ni moja, waweza ni kulielekea upande wa chini. Male zile maeneo waliweza kuliona zile vipande vya ndege wakijua kwamba huenda wataweza kuliona kama watapata survivor upande wa chini. Kumbuka ni masaa kadhaa tangu lile ndege liweze kulipata ajali. Unaona? Na hii ni ile kikundi ya wale wana AV Airlines. Unaona? Waliweza kulituma rescue team yao katika zile maeneo maridadi. So waliweza kulipenya upande wa chini, lakini waweza kulichunga zaidi. Unaona? Waweza kulichunga zaidi, wachunge zaidi. Kwa nini? Kwa sababu katika hizi maeneo kuna kitu fulani ambalo alipendangi mchezo. Na kidogo hivi katika ile harakati ya kuweza kulitembea upande wa chini, waliweza kuliona ndege ndio ile. We nimeiona. So tufanye aje? Itabidi tuhakikishe tugawane. Mimi niende na Saidi, wewe uende na Saidi ile nyingine, ili tuweze kuliona jinsi tutaweza kulifanya kama kuna nini, kama kuna rescue survivors tuweze kulijua jinsi tutaweza kuwasaidia. Unaona? Huku rutikana manzi wetu ameweza kulifikiria, akawaza na akaamua kwamba lazima akae roho juu. Mbona umekojoa muda mrefu? Umekojoa sana. Kwani ulikuwa unakojoa drum? Right. Katika zile harakati wakaweza kulipata zile miwani. No remote. Hii imevunjika. Mjamaa wetu Jade alikuwa nadhani lile chombo ama zile goggles zinaweza kumsaidia kufunika macho wakati wa kuogelea. Unaona? So hapa ni katika harakati ya kujadiliana. Kumbuka hawajui kama kuna rescues team zenye zimeweza kulitumwa. Wana hope ya kwamba huenda rescue team itatumwa iweze kuwasaidia. Sister, you are very strong. Ulikuwa unajua kuogelea. So lazima tutatoka katika hizi maeneo na tutakurudisha kwa mamako na babako. Usiogope, Ava ako pamoja na wewe, nyanyake alimwambia. Unaona? So akamwambia, mimi nilikuwa naogeleanga nikiwa shule. Ninaweza kupumua, kuhold breath yangu kwa zaidi ya 2 minutes. Naweza kuhold breath yangu 2 minutes. Kwa hivyo tukipanga ni kuweza ni kuliogelea, mimi nitaweza ni kuliogelea na wewe. Mnaendelea na kuhagiana hapa na maji inaendelea na kuongezeka. Hatuna time, lakini kidogo hivi waliweza ni kuliona nini? Maskini katika dirisha waliweza ni kuliona kuna diver ameweza ni kulikuja. Wakaanza kuinua mkono, waweza ni kuliitisha usaidizi. Unaona? Wakaanza ni kuinua mkono wakipiga kelele, lakini kumbuka wako upande wa ndani na divers upande wa nje. So hapa wanajaribu kuinua mkono, wakaonekana na wale madivers. Ndio walionekana. Sawa? Walionekana wale madivers. Lakini kidogo hivi wakaweza kupiga. Lakini tizama ndugu brother mpenzi, katika ile harakati ya diver kukaribia na kuweza kuongea nao, ngojeni dakika 3 hivi nitaweza kuona venye nitawasaidia. Lakini upande wa nyuma kuna nini maskini? Tulieni. Lakini upande wa nyuma wakaanza kumwambia, pinduka, kuna shark upande wa nyuma. Nini?
kuna kitu upande wa nyuma pinduka. Lakini mjamaa wetu driver afikiri kitambo hawezi kulipinduka. Maskini alifanywa nini? Ilikuwa too late. Maskini, it was too late. Lile shark liliuma vako. We Baikendo, nimewapea dakika 3 ati Baikendo. Lakini tizama Baikendo, maskini mjamaa wetu aliweza kulitambarizwa hiyo design. Na ni nini waliona? Waliweza kuliona nini? Lile tangi ya hewa na mikono yake akiwaambia goodbye. Shida kwota. Waliweza kuliona sasa ile hope walikuwa naye imeweza kulididimia. Yule mtu ambaye angeweza kuwasaidia ameweza kulitambarizwa. Watafanya nini wala watatenda nini? Unaona? Maskini mjamaa wetu ameweza kuliangamia hivyo. Wakaona zile gears zile za kuvaa zikiteremka upande wa chini na miguu maskini. Hiyo ni kumaanisha ameweza kulikatwa nusu. Woi. Wafanye nini wala watende nini? Niliwaambia. Hiyo kitu iko ready na itatukula wote. Kwanza mimi venye nimenona. Kaili, chunga midomo yako. Sasa tutaweza kulifanya nini maskini? Wakatizama ndani ya maji, hiyo ndio the only way ya kuweza kulitoka upande wa nje. Unaona? Ndio waweze kulitoka ndani ya hii ndege, lazima wapenye kwenye hiyo maji. Wamebakisha muda kidogo. We, hawa jamaa warudi. Tuwapatie dakika kidogo. Huenda wamewapata na wanaendelea na kushughulika. Aisuru. Unaona? Ama mapilots wamengojea waoni, walikuwa wamewapatia dakika 20. Wamemaliza sasa ni 25 minutes hawajarudi. Wakaona ya kwamba huenda hawa watu bado wanaendelea na kutafuta. Unaona? So waliendelea na kuuma vako upande wa juu. Marida. We. Sasa hapa hatuna namna. Unaona? Hatuna namna. Huyu ameangamia hivyo. Na njia yetu ya kuweza kulitoka hapa ni kupitia kwa hii maji. Kwa hivyo pale kama mlivyoambiwa, bodyguard wangu aliweza kwenda kutafuta zile tank. Zilikuwa na wale wa jamaa wawili wamenyolewa kipara. So lazima pale mimi nitaweza kulipenya upande wa ndani. Niende kuangalia kama nitaweza kuziona. Lakini chali yake ako na wasiwasi zaidi. Akamwambia lazima nitende nikamilishe ile kazi bodyguard wangu alikuwa ameamua kufanya. So manzi wetu aliamua ataweza kulipenya upande wa ndani. Akaamua ataweza kuenda mdogo. Lakini kuchungulia akamwambia Baikendo. Unaona? Huko chini kuko clear. Kwa hivyo nyinyi msiwe na wasiwasi. Nataka mningoje. Tizama. Okay, let me have another look. Ava! Right. Mazoezi aliweza kulipita upande wa chini akiwa anachungulia aone kama ataona any sign of that shark. Akarudi upande wa juu akamwambia iko clear. Inaonekana hiyo shark imeenda. Waume ni kama imeshiba. Lakini kidogo hivi maskini chali yake manzi wetu Ava aliweza kulianguka upande wa chini. Jed maskini aliweza kulianguka kwa maji. Unaona? Jed alianguka kwa maji ndugu brother mpenzi mtazamaji. We Ava hakuna shida. Nikuteleza kidogo, mimi ni mwanaume. Mimi ni mwanaume, lakini chunga zaidi Jed. Maskini katika ile harakati ya kuweza kuongea, shark iliweza kulifika. Shark iliweza kulifika na kuvamia mjamaa wetu. Mjamaa wetu Jed ameweza kulivamia na lile shark maskini. Shark imeweza kujamia mjamaa wetu na kuweza kumshika katika upande wa kiuno. Unaona? Shark imeweza kumshika upande wa kiuno. Sasa wanajaribu kumvuta kuweza kumtoa, lakini shark imekwama na nini? Imekwama na upande wa kiuno maskini. Imekwama na upande wa kiuno. Imeshika mguu yake moja. Unaona? Ni vuruteni. Inakwama na mguu yangu. Unaona? So wanajaribu kumvuta maskini, lakini shark imeshika mguu. So walifaulu yes kumvuruta nje. Wakamvuruta upande wa nje, lakini already ilikuwa tu maskini mjamaa wetu amekatwa mguu. Unaona? Imeenda na mguu yangu magai. Sitawahi tembea tena. Unaona? Sitawahi tembea. Hakuna time ya kufikiria. Kumbuka shosho ni nani? We kuwa strong. Unaona?
kuwa strong ndio mwingine. So waliweza kuamua wataweza kumfanyia first aid. Unaona, wakaamua hapa lazima waweze kufanya nini? First aid. So first aid ya kuweza kulifanya ni kufanya nini? Ni kuweza kumfunga damu iache kumtoka. Kumbuka akitoka damu nyingi ataweza kuliaga. So waliamua hapa ni lazima wafikirie jinsi wataweza kumfunga lile mguu damu iweze kufanya nini? Iweze kuacha kutoka na waweze kulifunga na bandage. Shosho ni nani? So faster pale mjamaa wetu Jeff aliweza kulifungwa mguu. Alifungwa mguu asiweze kulifanya nini? Kuweza ni kubleed. So faster pale ni kumfunga ili waweze kulizuia damu. Huku mtoto wetu Rosa ameambiwa aweze kulikaa upande ule mwingine asiweze kuliona kile kinachoendelea. Ni traumatic maskini. Unaona? So ameweza kumtulia upande wa kando. Yani mnamaanisha sina mguu mwingine? Sitawahi tembea na manzi wangu tena venye nilikuwa natembea. Lakini manzi wake akamwambia usijali. Mguu inaweza kuwekwa ile artificial. Nilifaa kuwa ndo mungima mwenye ako na kila kitu full. Unaona? Lakini sasa nimekuwa nusu kwa sababu ya hii shark. Akamwambia okay. So hapa damu ndio hiyo imeacha kutoka. Unaona? Sawa? So lazima wafikirie jinsi wataweza kutoka katika ile eneo. Manzi wetu lazima afikirie, lakini kumbuka hawana hope tena. Yule rescue team member ambaye alikuweza kulikuja waliona akitambarizwa na lile shark. Sioni tukitoboa. Nyamaza. Achana huyo. Jed kawaida yake Kyle ni kuongea hivyo. Kyle wewe unakuwa na ujinga. Akamwambia manzito, akamwambia chali yake kumbuka tutaenda Alasaka. Unaona? Tuliamua kwamba tukitoka hii safari tutaenda Alasaka. Kwa hivyo tutafaulu, tutatoka katika hizo maeneo. Unaona? Right. So manzi wetu jamaa wetu aliweza kuliwekewa jinsi mapilos na kisha rutikano akaweza kulifunikwa ili asiweze kulipata zaidi baridi. Kumbuka akona anasikia mauchungu. Mmaliza? De sawa unaweza rudi. Maridadi. Rosa aliweza kukaribishwa upande ule mwingine. Akaambiwa jamaa tumemshughulikia, kwa hivyo usije mkaa na wasiwasi. So hapa ni lazima wewe kufikiria. Mimi kitu mingi ningawaambia ni kwamba aliambiwa manzi yake, akamwambia nakupenda zaidi. Unaona? Tulikuwa na mpango nyingi enye tungeweza kulifanya. Bado niko na tumaini. Ngangana jinsi unaweza uweze ni kulisaidia hawa watu waweze kutoka upande wa nje. Akamhakikishia chali yake ataweza kuwatoa na hata yeye ataweza kutoka kiwa salama. Unaona? So hapa manzi wetu akona kibarua. Lazima hapa aweze kulijua jinsi wataweza kulifikia lile mascuba dive tank zenye wanashuku ziko upande ule mwingine, na ndio kuwaweze kuzifikia lazima pale waweze kuogelea. Unaona? Lakini wakafikiria kwamba katika ndege kuna kuaga pia na hizi diving kits, zile nguo za kuogelea. Unaona? So wakajua jinsi wataweza kuzitafuta, lazima waweze kuangalie wataweza kuzifikia aje. Akaambiwa iko katika kubin fulani. Robin flight attendant akamwambia iko katika maeneo fulani upande ule upande wa ndani. So akaamua pale ataweza kulipenya. Unaona? So akaambiwa ukifika pale kuna box ya black, hakikisha umeteremka pale. Manzi wetu aliamua ataweza kulienda. Ndugu brother mpenzi mtazamaji. Unaona? Akaamua pale yeye ndiye ako in charge sasa. Lazima pale aweze kulikamilisha ile kazi ambayo bodyguard wake Kobe angeweza kulitenda. So aliweza kulitumia lile light. Kumbuka kuna giza upande ule wako katikati. Kumbuka kuna maeneo ndani ya bahari. Ukifika light, mwangaza ya jua inaanza kulipotea. Unaona? So aliweza kulipenya, na kumbuka wako ndani ya ndege bado, kwa hivyo kuna giza. So aliweza kulipenya upande wa chini kulitafuta zile nguo. Unaona? Kuna nguo za kuogelea. Aliambiwa iko katika maeneo fulani zinakuwa kwa ndege. So aliweza kulifika pale, ndugu brother mpenzi mtazamaji, kama kawaida, lakini aweze kulichunga zaidi. Unaona? Kwa sababu shark na imeamua upande huu mwingine, lazima pale itaweza kuwatambariza. So akafika maeneo fulani, akachunguria, akaangalia, akachekilia, na kisha rudi kando akahakikisha ya kwamba kila kitu iko shwari. Unaona? Akaweza ni kulisonga mdogo mdogo na akafika katika maeneo mizigo uwekwa. Unaona? Akacheki, akapata lile box ama lile bag liko na zile nguo, akaweza kulirudi nazo. Ava, uko hai? Niko hai, msingoje. Chukua bag ndio hiyo
nimeleta maridadi. So waliweza kumngojea Ava na Ava hakuwa let down. Ava kama kawaida aliweza na kulingangana kupenya upande ule wa ndani, na kisha rutikana kulipata lile bag ambalo liko na zile nguo za kuogelea, unaona, swimming costume, akaweza kulikuja nazo kama kawaida, unaona, we nimezipata maridadi. So aliweza kulipata, wakapata ziko 4, unaona, ziko 4, lakini hapa wako 5. Lakini mjama wetu hali yake inaendelea na kukua mbaya zaidi. Jade maskini hali yake inaendelea kukua mbaya. Hizi nguo ni 4. We unaona ule akitoboa kweli? Hizi nguo ni 4, tutagawana tukiwa 4. Lakini manzi wetu alicheki, tazama. I have to try. Just hang in there, okay? You know how you always said you wanted to go to Alaska to see the Northern Lights. Right. Manzi wetu ndugu brother mpenzi aliambia chali yake, tafadhali na kuomba usiweze kuniacha. Kumbuka yale mambo yote tumepanga. Tulipanga tukitoka hii safari tutaenda Alaska. Na ulipenda sana, ulitamani zaidi kwenda Alaska. Kwa hivyo pale lazima kuwe na nguvu. Unaona? Chali yake akamwambia usiwe ukaa na wasiwasi. Lakini ukimwangalia ndugu brother mpenzi, hali yake inaendelea na kuwa mbaya zaidi. Anaongea lakini hapa anaendelea kuwa na hali mbaya zaidi. Kidogo Shaki kwa upande wa nje. Ninawangojea. Sijaenda bado. Wachunge zaidi. Shak maskini iko katika maraundi, inaendelea na kukula vako pale. Inajua ya kwamba liwe liwalo, lazima mtaweza kulitoka na eneo hii, na wakati mtatoka mtanipata nikiwa hadi area maskini. Lakini kucheki hivi Shosho akaangalia, akagundua ya kwamba mjama wetu mambo yake iko kalash. Hii ni kumaanisha kwamba Jade aliweza ni kuliaga dunia. Unaona? Akapinduka, akaambia manzi wetu, we, I'm sorry. I'm sorry. Hajaweza nikulitoboa. Lakini manzi wetu manzi alijaribu kumresuscitate. Akamwambia achana naye, it is haina use. Akamwambia si hata wewe ulifanywa hivi na ukafuka. Akamwambia it is too late. Huyo ametuacha. Mambo yangu ilikuwa tofauti. Huyo amepoteza damu nyingi. Hapo angeweza nikulitoboa. Maskini sasa hapa manzi wetu Ava, Robin flight attendants, kisha rutikando Shosho ambaye anajulikana kama Mada Nana, na rutikando pale mjama wetu Kyle, kisha na msichana wetu Rosa, wakiwa pale wamebakia watu 5. Mjama wetu huku akiwa ameweza kuliaga dunia. Waliweza kulishikwa na huzuni. Wafanye nini wala watende nini? Wako upande wa chini wa bahari. Hawana imani ya kwamba wataweza kulisaidiwa. Njia ya kuweza kulitoka katika hizo maeneo ni kuweza kuliogelea mpaka upande wa juu. Hawana vyombo vya kuogelea. Rutikando pale nje wanangojewa na Shak. Mambo yao ya kuweza kulisurvive ilionekana haiwezekani. Masikini. Tizama. I haven't got anyone left. Right. Marida. Kidogo hivi ndugu brother mpenzi, lile ndege lilianza kukatika mara 2. Kumbuka jinsi inaendelea na kukaa pale ndani ndio maji inaendelea na kuongezeka, na hivyo ndivyo inaendelea na kusonga upande wa chini. Kwa hivyo uzito inaendelea na kuzidi, na hivyo basi ilianza ni kulikatika. Unaona? Unaona? Ikaanza ni kulikatika. Manzi wetu akaamua ataweza ni kulichungulia ni nini hiyo. Unaona? Akaambia wale wengine waweze ni kulitulia. Unaona? Akaamua anataka kuchungulia ni nini kinachoendelea. Maskini. Unaona? So hapa alianza kulisonga mdogo mdogo, lakini akacheki akaona hapa kuna shida. We, unamaanisha tunaenda kufa? Hata sisi tunaenda kufa. Kumbuka wamebaki wakiwa 5 maskini. Unaona? Zile nguo za kuogelea ni 4.
Unaona? That's just We, can't use. ulisema tutumie bubble kusikia nini? Sharks. I think tutatumia hizi vest. Tutazipuliza ili tuweze kuogelea. Unaona? Shark. Akasema ndio tutaogelea. Lakini wewe hata kama tutasikia hizi sharks, uko sure haji tutaweza kulifika upande wa juu? Unaona? Nani anaweza kuvumilia kupumua ndani ya maji ama kuhold breath? Unaona? Manzi wetu akamwambia hatuna otherwise. Unaona? Hatuna otherwise. Itabidi tu tumeweza kuliogelea. Lakini mjamaa wetu Kyle aliogopa, akasema I can't do that. Akamuuliza Kyle, you can do it. Unaona? Kumbuka tukiwa college. Akamwambia I can't do that. Hakuna mtu anataka kunisaidia. Kwa mfano mimi hakuna mtu anataka kunisaidia. Mjamaa wetu Kyle akaanza kuwapea story yake. Akamwambia akiwa mdogo, akiwa bado na miaka 10 alienda kuogelea. Alipoenda kuogelea alienda upande ule wa deep end katika swimming pool. Kwa wale wanajua kuna shallow end na deep end. Na alipoelekea upande wa chini, alishtuka na akashindwa kuja upande wa juu. Akangojea babake aweze kuja kumsaidia, lakini hakukuja. Babangu hakuja, babangu mzazi mwenyewe hakukuja. So ilibidi ning'ang'ane. Unaona? Ikabidi ning'ang'ane peke yangu nikuje upande wa juu, nikajisaidia nikiwa peke yangu. Surfacing. Akamuuliza, manzi wetu akamuuliza, na je, ulimaliza muda gani? Akamwambia nilimaliza kama dakika 8. Dakika 8 ni nyingi. Kama ni dakika 8 ulimaliza, hiyo dakika 8 ni nyingi. Akamwambia hiyo dakika imetosha kuogelea mpaka juu. Unaona? Hiyo dakika 8 itatutosha kuogelea upande wa juu. So hapa tuvae hizi nguo fast. Tupulize hizi vest, tuzieke hewa ili tuweze kuliona jinsi tuweze kufanya nini, tuweze kuogelea kupanda upande wa juu. Fast waliweza kuchukua zile vest, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Huku Shark ako maraundi, ndugu brother mpenzi. Shark anaendelea na kupiga vako upande wa nje. Shark anaendelea kuwakulia vako upande wa nje. Anajua ya kwamba mtaweza kulitoka, njia ni moja. Unaona? We fast kila mtu aweze kulipuliza yake, na Shark inaendelea na kugonga upande wa juu maskini. Nakumbuka pressure inaendelea na kuzidi upande wa maji, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lile ndege linaendelea na kukatika. Ndege lenyewe linaendelea na kukatika. Nakumbuka katika itaendelea na kuteremka zaidi. Unaona? Wakaanza ni kulivaa zile vest, zile nguo. Wakaanza ni kulivaa zile nguo, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Unaona? Wakazivaa. Hapa manzi wetu ama Shosh akaambia Ava, na expect uweze kumtunza mjukuu wangu Rosa. Nimekupatia hiyo jukumu uweze kumtunza. Unaona? Rosa, uko na Ava hapa. Ava ataweza kukuangalia jinsi grandfather wako alikuwa akikuangalia. Lakini Ava alimuuliza, kwa nini unaongea hivyo? Tunarudi tukiwa wote nje, upande wa nje. Unaona? Akamwambia wewe ndio nimekupatia responsibility akuweza kumchunga nani? Kumchunga huyu granddaughter wangu. Right. Waliweza ndugu brother mpenzi pale ni kujitayarisha kuvaa zile swimming costume ili waweze, ama ukitaka zaidi diving costume, waweze ni kulijua jinsi wataweza ni kulipenya upande wa juu. Waliamua liyo liwalo, wataweza ni kujaribu juu wawezavyo, waweze ni kuliogelea watoka upande wa juu. Unaona? Wataweza ni kulipumua, kuhold breath ama kuhold pumzi, waweze ni kulitafuta jinsi wataweza ni kulingangana ili waweze kutoka upande wa juu. Huku Rutikanda wameamua wataweza ni kutumia ile idea ya msichana wetu Rosa ya kuweza ni kulipuliza zile vest ziwe na hewa. Shark akiweza ni kujitokezea, waweze ni zitoe bubble, na pale Shark itaweza ni kuliogopa. Kumbuka inasemekana ya kwamba Shark uogopa bubbles. Unaona? Right. So waliweza ni kuliamua hapa fast waweze ni kuliondoka katika hizi maeneo. 1 2 3 pale waweze ni kuhold breath yako. We, mimi sioni nikienda. Akaambiwa acha ujinga. Tushaamua tunaenda. Unaona? Hatuna time. So wacha nichungulie nione Shark kama bado imeenda ama iko around. Unaona? Wakajitayarisha ndugu brother mpenzi, hapa sasa ni lazima waweze kulingangana jinsi wataweza kulitoka katika hizi maeneo.
Ninachungulia hapa sioni, lakini najua iko around. Ai maga hii nimeona mkia. Kyle ako na ujinga ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na already amepanic. Kumbuka ndugu brother mpenzi, katika hali kama hii haufai kupanic. Wacha nikunywe kwanza haka guarana. Akajitia guarana kwanza. Lakini katika ile harakati ndugu brother mpenzi, kichwa la ndege liliweza kulikatika na kuacha ile sehemu nyingine. Na kufanya hivyo ilifanya ile sehemu limebaki liweze kuliteremka maskini. Lile sehemu lingine liliamua sasa ni lazima literemke. Hii ni kumaanisha kwamba wanaendelea na kuteremshwa upande wa chini. Unaona? Hii ni kumaanisha kwamba lile ndege linaendelea na kuteremka upande wa chini. Hawana time ya kuweza. Hakuna time ya kuweza. Hapa sasa ni lazima wajaribu juu chini, waweze kujua jinsi wataweza kulihepa kabla lile ndege ile sehemu ambao wamebakia iweze kuliteremka zaidi upande wa chini. Unaona? So hapa waliweza kujitayarisha. Hapa lazima sasa waweze kuangalia jinsi wataweza kulitoka. We, kama nilivyowaambia, lazima pale tuingie upande wa chini na tutaweza kulijaribu juu chini. Ukiona shaka puliza hiyo kitu na uweze kuishtua iweze kulitoka. Kwa hivyo hapa msichana wetu kuja. We, nimekuweka mkononi mwa nani? Ava. Ava, tafadhali uchunge mjukuu wangu. Ava kaambia show, usije ukaongea hivyo. Sisi wote lazima tutoke hapa tukiwa hai. Huku Kyle ameshtuka ile yake yote. Unaona? Ai. Mimi sioni tukitoboa. Hapa hawana time maskini. Kumbuka lile ndege linaendelea na kuteremka. We, chunga granddaughter wangu. Mimi ninaona nitawawestia time. Nitaendelea na kuwawestia time. Kwa hivyo mnafaa kwenda bila mimi. Lakini hakikisha kwamba umemrudisha aone wazazi wake. Nimekupea hiyo jukumu. Unaona? Shosh aliambia manzi wetu ya kwamba yeye hakuna haja. We, unakumbuka wakati tulikuwa tunatembea huko kwa zoo? Na grandfather wako alikuwa akitangulia mbele na mimi nyuma yako? Unakumbuka? Akamwambia ndio, lakini grandfather hayuko. Akamwambia ya, saa hizi Rosa ndiye ako pale mbele na mimi niko upande wa nyuma. Kwa hivyo wewe utafuata Rosa, mimi nitakuwa upande wa nyuma. Na utafika. Akamwambia grandfather wako aliaga ndio, lakini spirit yake iko pamoja na wewe. Ava, umesikia? Chunga granddaughter wangu. Na pale akampea busu la mwisho ndugu brother mpenzi mtazamaji. Maskini hawa wafanye nini, wale watende nini? Wakaamua papa hapa sasa. Lazima pale waweze kulitoka katika hizo maeneo kwa sababu hawana lingine la kufanya. Wakiwa wamepoteza wamepoteza ndugu brother mpenzi hope ya kwamba wataweza kulisaidiwa. Unaona? Wakaamua pale sasa ni lazima wataenda kupenya. Wakavaa zile goggles za kuzuia maji kuingia kwa macho. Akaichungulia upande wa chini akamwambia iko clear. So hapa lazima tuweze kuliondoka. We, I wish you all the best. Mtangulie, mimi nawafuata nyuma. Unaona? Sitaki niweze kuliongoza nisiwa slow down. So mimi niko upande wa nyuma nikiwafuata. Akamwambia endeni. Unaona? Mimi nitasimama na nyuma nikichungulia isiwafuate nyuma. So hapa 1 2 3 na kisha rutikando manzi wetu na granddaughter wakapenya upande wa chini. Maridadi. So Robin ambaye ni flight attendant, manzi wetu Ava, rutikando pale Rosa yule msichana waliweza ni kuanza kuliondoka mdogo mdogo. Lakini wachunge tena, wachunge zaidi kwa sababu Shaq mwenyewe yuko katika hizi maeneo ndugu brother mpenzi mtazamaji. Nia yao ikiwa ni nini? Nia yake ikiwa ni kuweza ni kulihakikisha itaweza ni kuliwakula wakiwa wote. Unaona? Shaq ina complain ya kwamba wale watu wa kwanza ilikula walikuwa mfupa tupu. Kwa hivyo nataka hao wengine wamebaki wako na nyama. Unaona? Kidogo hivi manzi wetu aliona ndio hii. We, rudini nyuma kidogo ndio inakuja. Akapuliza lile bubbles. Kumbuka hii ilikuwa idea ya msichana wetu Rosa. Na enye Shaq ikatoroka. Unaona? Kumaanisha ile idea iliwaka. So lazima pale waendelee na kuondoka ndugu brother mpenzi mtazamaji. Manzi wetu akiongoza akifuatwa na nani? Rosa na kisha rutikando Robin. Lakini hapa sasa Shows akaambia nani aende. Unaona? We, endeni mimi nawafuata. Shows akamwambia nawafuata, lakini Shows alikataa. Unaona? Shosh maskini aliamua yeye atabaki upande wa nyuma. Kumbuka aliweza kumpatia jukumu manzi wetu
Ava aweze kumtunzia granddaughter, aliamua tabaki upande wa nyuma, na maskini ile wakati aliweza ni kulibaki hivi, ndege lenyewe ndugu brother mpenzi mtazamaji liliweza ni kulilipuka. Tizama. Look after Rosa. Maskini Shosh Madanana mambo yake kawa ni kalash. Huko rutikana manzi wetu Ava akiliongoza lile kikundi. Unaona? Wanafuatana hapa hivi. Lakini nani amebaki nyuma? Kyle amebaki upande wa nyuma maskini. Kyle ameingia na panic, ameingiwa na woga, akaweza ni kulipiga break. Unaona? Akatafuta mahali kuna kampenyo kidogo, kuna kahewa. Ai, mimi sitoboi. Mimi siendelei. I can't do this. Akajaribu kuitwa lakini akasema yeye haendi. Unaona? Ai, mimi siendi, sioni nikitoboa. Akaipani kidogo brother mpenzi, na ukisha panic ukiwa ndani ya maji, chances zako za kusurvive ni kidogo. Katika hiyo harakati maskini alifanywa nini? Ile ndege ilianza kuteremka. Na venye ilianza kuteremka ndugu brother mpenzi mtazamaji, shark naye ikamvamia ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mjamaa wetu Kyle ameweza kulivamiwa na shark. Shark ikaanza kumvamia ndugu brother mjamaa wetu Kyle. Kyle mambo yake inaonekana ni kalash. Unaona? Na lile ndege likaanza kuteremka kwenda upande wa chini. Hiyo ni kumaanisha nini? Manzi wetu hapa Ava, Rosa yule msichana mdogo, na kisha rutikano yule flight attendant Robbie, lazima pale waweze kulitafuta jinsi wataweza ni kulitoka katika hizo maeneo. Lakini kidogo hivi wakapata yule diver mmoja alikuwa amekwama upande wa ndani. Kuna diver mmoja aliweza ni kuliingia. Yule mwingine alipovamiwa mmoja aliingia lakini hakuweza ni kulitoboa. So ile Scooby tank alikuwa naye. So wakaweza kulichukua. Kumbuka zilikuwa mbili, moja iliweza kulipotea. Wakaweza kulichukua. Wewe harakisha ukuje upande huu. So wakaanza kushare ile Scooby tank. Unaona? Anapumua naye, anapea huyu mwingine, anapumua naye, anapea huyu mwingine, anapumua naye. Unaona? Huyu anavuruta kidogo, anapea huyu mwingine, anavuruta kidogo, na huyu mwingine anavuruta kidogo, na wanaendelea kufikiria jinsi wataweza kulifanya ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lakini wachunge kwa sababu lile ndege kinaendelea kuteremka upande wa chini, wataweza ni kuliangamia upande wa chini. So hapa lazima waweze ni kulijua jinsi watafanya. So fast ni wapumue na hii kitu, waongeze hewa kwa mwili waweze ni kulitoka. Unaona? Kwa sababu hii kitu imefungwa kwa mwili ya huyu jamaa na ndio iweze kulitoka pale, hii itakuwa ni rahisi. So waliamua hapa wataweza ni kulipumua kabisa, wapumue waongeze hewa ili waweze ni kulichomoka. Bahati nzuri waliweza ni kulingoa lile tank. Aisuru waliweza ni kulingoa ile tank, lakini sasa itabidi hapa mmoja aweze kulivalia. So manzi wetu akaambia nani? Akaambia Robbie yule flight attendant wakiwa na manzi wetu waweze ni kulishare hiyo hiyo hewa. Na kumbuka ndugu brother mpenzi mtazamaji, No Way hapa ikiwa ni katika harakati ya lala salama. Filamu yetu No Way Up ikiwa ni katika harakati ya lala salama married. So hapa ndugu brother mpenzi Robin na msichana wetu Rosa lazima pale waweze kulipenda. Akamwambia nyinyi tangulieni na wafuata. Tangulieni ndugu brother mpenzi mtazamaji. Manzi wetu aweze kujiunga zaidi. Manzi wetu aweze kulichukua. Na ukitazama upande wa juu inamaanisha kweli wako karibu kufika upande wa juu, kwa sababu you can see light. Unaweza ona light ama jua upande wa nje. Unaona kidogo hivi shark ndio hii maskini. Manzi wetu sasa hapa kujaribu kupuliza, it is too late. Unaona? Akaamua kutulia. So venye alitulia ile shark haikumuona, ilidhani hii ni ile ilikuwa imekufa, hii haina nyama. Baike ndo ba ikapiga kona ikaenda zake. Wewe acha kia. Manzi wetu aweze kuchunga zaidi married. So hapa akaamua sasa juu imeenda lazima aweze kulitoka. Hakuna time. Unaona? Hakuna time. So akaamua ni kulipanda. Na jinsi alivyokuwa kipanda ndugu brother mpenzi mtazamaji, shida ikatokea. Lile ndege likaanza kuteremka upande wa chini maskini. Lile ndege likaanza kuteremka upande wa chini maskini. Na manzi wetu naye akaanza kuvuruta upande wa chini. Afanye nini wala atende nini? Unaona? Akaanza kuvuruta upande wa chini. Achunge zaidi kwa sababu sasa inaelekea katika upande wa deep chini, upande wa
bahari. Unaona? Akaamua hapa sasa ni lazima ang'ang'ane. Manzi wetu akaamua ni hapa lazima pale aweze kung'ang'ana. Hakuna time. Akaendelea na kujishikilia kwa zile vitu. Huku Rukikanda kuweza kutoka upande wa nyuma. Unaona? Akang'ang'ana juu chini. Akavuruta, akashikilia zile vitu. Na pale ndugu brother mpenzi akaweza kulipata mwanya upande wa nyuma ambapo pale aliweza kujisaidia kuweza kulitoka upande wa nje. Maridadi. Right. Lile ndege ndugu brother mpenzi iliweza kulianguka katika upande wa chini wa bahari. Lakini manzi wetu ndiye aliweza kulitoka. Lakini sasa shida ile iko. Ni lazima pale aweze kuliogelea afike upande wa juu. Yeye mwenyewe hana nini? Hana kitu ya kupumua. Kidogo akahepa hiyo isimgonge. Maridadi. Lakini jinsi aliweza kuliendelea na kung'ang'ana kuogelea kwenda upande wa juu. Kumbuka alikuwa chini zaidi. So alianza kuliishiwa na nguvu. Maskini manzi wetu alianza kuliishiwa na nguvu. Alianza kuliishiwa na nguvu. Akang'ang'ana juu chini. Akang'ang'ana juu chini. Huku nguvu inamuishia. Na pale akiwa katika harakati ya kuweza kuling'ang'ana kwenda upande wa juu, akiwa amebakisha distance kidogo, akiona light kumaanisha ako karibu kufika juu ya maji, manzi wetu maskini aliweza ni kulichiu black out. Masikini. Manzi wetu ndugu brother mpenzi mtazamaji aliweza ni kulilemewa. Unaona? Lakini alikuwaga diver. So kumbuka alikuwa amevuruta hewa kidogo, kuna zingine ziko kwa mabafu. Unaona? Katika ile harakati alijipata amepata nguvu tena na akatoka upande wa juu. Unaona? So kutoka upande wa juu ndugu brother mpenzi mtazamaji akaamua hapa sasa ni kuweza ni kuniitana. Unaona? Unaona? So alipotoka upande wa juu aliweza ni kulipumua hewa fresh. Kumbuka ni nyakati za usiku. Unaona? Na hii kitu ilifanyika mchana. Hizo masaa zote wamekuwa chini ya bahari. Na sasa ameweza ni kulitupa upande wa juu. Kumbuka alikuwa amevalia hizi life savers na iko na hewa. So iliweza kumuinua upande wa juu na akapata hewa. Rosa! Robin! Anaweza ni kuwaita ndugu brother mpenzi asiweze kuwaona. Akaweza ni kuliitana kidogo hivi katika harakati ya kuitana ndugu brother mpenzi mtazamaji. Katika ile harakati ya kuweza ni kuliitana, Chopa nayo ilikuwa ikifanya last round. Kumbuka Chopa iliweza ni kulisaidia manzi wetu nani? Rosa akiwa na yule flight attendant Robin. So aliweza kulipata lile kale katoi kake msichana wetu Rosa, katedi bear. Akalichukua. Hii ni kumaanisha kwamba huenda Rosa walitokea katika hizi maeneo. Unaona? Rosa, uko wapi? Unaona? Akaweza kuliitana ndugu brother mpenzi. Katika ile harakati Chopa ikaweza kulitokezea kibahati. Chopa ziliweza kulitokea 3 hivi ndugu brother mpenzi mtazamaji upande wa juu. Rescue team waliweza kuliambiwa kuna mmoja ambaye amebaki upande wa chini na huenda anahitaji usaidizi. Maskini manzi wetu hapa alipoona ile Chopa aliweza kulipiga kelele na wakaweza kumuona. Na hapo ndugu brother mpenzi wakaweza pale ni kuteremsha lile kamba na akaweza kujifungia kwa lile kamba ndugu brother mpenzi mtazamaji na kuweza ni kulivuruta upande wa juu. Manzi wetu hii ni kumaanisha kwamba aliweza ni kulifaulu. Unaona? Aliweza ni kulifaulu kutoka katika zile maeneo. Huku ule Robin akiwa na manzi wetu Rosa wakiwa wa kwanza kuweza ni kulisaidiwa upande wa ule mwingine ndugu brother mpenzi mtazamaji. Robin mwenyewe ndio huyu. Alifurahia zaidi kuweza kumuona manzi wetu Ava. Wazi Ava, nimefurahi kukuona tena. Ulijisacrifice ukatupatia kitu ya kupumua na wewe ukabaki ukiwa peke yako pale ndugu brother mpenzi mtazamaji. Alichungulia akaona Rosa. Kuna mwingine? Akawaambia hakuna mwingine. Kwa hivyo Shosh akamwambia I'm sorry Shosh, aku make it. Akakumbuka aliweza kuambiwa na Shosh ya kwamba Ava ataweza pale ni kumshughulikia. Unaona? Hii ni kumaanisha kwamba ndugu brother mpenzi kwa lile ndege only watu 3 waliweza ni kulisurvive. Manzi wetu Ava ambaye ni mwanawe governor, In trouble. Politician, msichana wetu Rosa ambaye aliweza kumpoteza grandparents, nyanyake
na Guka waliweza kuliangamia upande wa chini, na kisha Rutikalo yule flight attendant kwa jina ya Robin. Hao watatu ndio peke yao waliweza kulifaulu, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Hivyo ndivyo iliweza kulikuwa, huku ndugu brother mpenzi manzi wetu akiweza ni kuliokolewa, Rosa akiweza ni kulichukuliwa kupelekwa kwa wazazi wake, na mjamaa wetu Robin akiweza ni kulirudi kuweza ni kuliungana na fianzi wake ambaye walipanga wataweza ni kulioana. Nami sina nyingi ama mengi la kuongezea ndugu brother mpenzi mtazamaji, ila ni kusema ni kilicho na mwanzo lazima pale liwe na mwisho. Kwenye studio si mwingine bali ni DJ wako DJ Freddy, nikiwaambia walala. I swim away my worries, swim them all away. I swim all the way, I swim all the way.